Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Nimepewa nafasi ya kuwa MC wa huu msiba ambao nitauendesha, lakini ratiba yetu ipo hivi kama ambavyo nitawatangazia sasa hivi. Ratiba yetu ilianzia saa 6:30 ambao tulitakiwa tuendelee na huduma ya chakula kutoka saa 6:30 mpaka saa 7:45. Tulikuwa tuanze rasmi ratiba yetu ya kuanza misa, ambao misa hii ni ibada fupi ambao itaungana na wasifu wa marehemu, ambao itaanza kuanzia saa 7:45 sasa hivi ninavyoongea mpaka saa 8:15. Alafu baada ya hapo tukishamalizana na ibada na wasifu mfupi wa marehemu saa 8:15 mpaka saa 8:45 itakuwa ni muda wa kuaga. Ina maana tuna kama nusu saa tu hapo kwa ajili ya kuaga. Baada ya hapo saa 9:45 kuanzia saa 8:45 mpaka saa 9:15 itakuwa ni muda wa kwenda makaburini kwenda kumpumzisha mama yetu, dada yetu, jirani yetu Sofia. Baada ya hapo, baada ya saa 9, saa 10 tutaanza rasmi mazishi. Baada ya mazishi tutatoa shukrani, lakini pia na matangazo mafupi kutoka kwa watu wa karibu. Sijui, nadhani tuko sawa katika hapo. Kwa ratiba yetu tutaenda kama tulivyo. Naomba nianze na wasifu wa marehemu kabla sijamkaribisha mchungaji kuendelea na ibada fupi. Jamani, naomba hata sisi wengine wenye simu tujaribu kuweka silent simu zetu. Tujaribu kuweka silent simu zetu. Naomba nianze wasifu wa marehemu kama ifuatavyo. Hapo jamani, tutulie basi. Marehemu Sofia Noah Hungwe amezaliwa katika kijiji cha Michese, wilaya ya Dodoma mjini, tarehe 2 ya mwezi wa pili ya mwaka 1978. Amepata elimu ya msingi katika shule ya msingi Mchese, wilaya ya Dodoma mjini. Maisha yake, marehemu Sofia Noah Hungwe ameishi kama mama wa nyumbani katika mji wa Dar es Salaam toka mwaka 1998 hadi mwisho wa maisha yake. Maradhi aliyomsumbua. Marehemu Sofia alianza kuumwa tarehe 10 ya mwezi wa kwanza ya mwaka 2020. Alipelekwa hospitali ya Sinza na kufanyiwa uchunguzi na madaktari na kugundua kuwa anasumbuliwa na kufanyiwa uchunguzi na madaktari na kugundua kuwa anasumbuliwa na UTI na ugonjwa wa mgongo. Mgongo umeachia, yani namaanisha pingili za mgongo zikiwa zimeachia hapo Sinza. Walimrufaisha, ni walimpa rufaa na kumpeleka Mwananyamala hospitali, na madaktari wa hospitali ya Mwananyamala walimfanyia uchunguzi na kusema hawajagundua ugonjwa wowote wa kuruhusu arudi nyumbani. Tarehe 17 ya mwezi wa pili ya mwaka 2022 alijisikia vibaya, akapelekwa kwake katika hospitali, akapelekwa katika hospitali ya Maramba Mawili, akapewa dawa za koo na kuchukuliwa kipimo kikuu cha damu na kugundulika na kurudishwa nyumbani kwake na kusubiri majibu ya kipimo hicho. Tarehe 2 ya mwezi wa 3 ya mwaka 2022 hali ilibadilika, sauti ikawa haitoki. Kufikia tarehe 3 ya mwezi wa 3 ya mwaka 2022 saa 12 jioni, umauti ulimfikia marehemu Sofia Noah Hungwe. Marehemu Sofia Noah Hungwe ameacha watoto 5, 2 wa kiume na 3 wa kike na wajukuu 2. Huu ndio wasifu wa marehemu Sofia Hungwe. Mungu amlaze pema peponi. Lakini pia sisi wanafamilia ya Maximum TV ambao tumesimama hapa, tulikuwa tunamjengea marehemu Sofia, yani namaanisha mama Happy.
tumemjengea Msongola Mbande, tumemjengea nyumba ambayo ni nyumba ya vyumba vitatu, choo pamoja na jiko na uwanja mkubwa. Choo na uwanja mkubwa tu, na nyumba hii imeishia kwenye linta, bado tu kufunikwa, na tunaahidi hapa mbele yenu kwamba tutaifunika, na kwa bahati nzuri au mbaya hata watoto wake walikuwa hawalifahamu hili. Kwa hiyo tunaliongea rasmi hapa, na nyumba hii itaenda kwa watoto wake na tutaisimamia sisi kwa kila kitu kuhakikisha inamaliziwa na kila kitu kinakuwa sawa mpaka watoto watakapohamia kwenye nyumba yao. Lakini pia tutawasimamia kwa ajili ya elimu yao wao watoto ambao wanasoma, na ambao hawasomi tutawasimamia kwenye mambo mengine aidha ya biashara au kitu chochote ili waendeleze maisha yao na tuhakikishe watoto wanasoma. Kufikia hapo niomba nimkaribishe. Tunaabudu hapo. Na huyu marehemu alikuwa ni jirani yetu, kwa sababu wakati wa kuugua kwake tumekuja kumuona mara kadhaa na kumfanyia maombi, lakini mpaka tumefikia siku ya leo tumekusanyika ili kumuaga akapumzike mahali ambapo Mungu atamkumbuka siku ya mwisho. Mimi kama mchungaji nimeshukuru sana kupata nafasi hii kuongea na hafla hii kubwa. Tutakayoongea siku ya leo sayahusu marehemu, yana maana kwetu sisi ambao tunaishi, na kila mtu ana mwisho wake, lakini tunaishi katika imani. Kila mtu ana imani, lakini mimi nitatoa ushauri ni imani gani uifuate. Na kwa hiyo nitasoma neno la Mungu, alafu nitatoa maelezo kidogo. Nitasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, hii ndiyo jumla ya mambo yote yamekwisha kuwako. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni kwa kuwa wewe unaongea na watu na kuleta ujumbe ambao utaleta faida katika maisha yetu. Kupitia jina la Yesu, amen. Nitatoa mafafanuzi mafupi kuhusiana na neno hili. Sehemu hii ya Biblia ambapo tumesoma inahusiana na maelezo ya mtu mmoja mkubwa sana aliyewahi kuishi duniani. Anaye ni Mfalme Suleimani, ambaye alikuwa na hekima kubwa sana. Alimcha Mungu, alifanya mambo ya maisha, alikuwa na busara nyingi sana, akaamua kesi ngumu, na hatimaye alifanya utafiti, akaona kwamba katika jumla ya mambo yote mtu amche Mungu, kwa sababu mtu hawezi kutimiza mambo yote ambayo yako duniani hapa. Kumcha Mungu ndio hitimisho la maisha ya mtu. Ninajua watu wanakuwa na imani mbalimbali. Kuna vitu wanaovitumaini. Wengine wamtumaini Mungu, wanatumia ugunduzi wao au mtu mkubwa maarufu au mganga fulani atanisaidia. Lakini ndugu zangu, nataka wote tuelewe hapa kwamba kumcha Mungu ni kukubali mpango wake wa wokovu na kuishi kufuata maelekezo ya neno lake. Kama umekuwa huendi mahala popote au unaenda njia nyingine, mimi nakukaribisha uje kwa Yesu. Njoo kwa Yesu, utapata pumziko na utakuwa na amani. Kama vile ambavyo mtu anazaliwa, anaishi, anafanya mambo yote anayoweza kufanya, lakini hatima yake ni kama tunavyomuona ndugu yetu Sofia ambaye amepumzika. Na Mungu ana mpango na sisi. Hatuwezi kuzungumzia mpango wa Mungu na Sofia kwa sababu Sofia hawezi kufanya kitu chochote.
amehitimisha maisha yake. Lakini mimi na wewe ndio watu ambao tunatakiwa kwenda mbele za Mungu ili kutengeneza mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukio hili kama la leo ni tukio la kila mtu na limepangwa na Mungu. Hakuna mtu anayeingilia hiyo ratiba. Kama kuna watu waliomba, watu walijitoa, niwashukuru sana ndugu zangu wa Clouds Maximum TV ambao wameonyesha upendo mkubwa sana. Si kwa marehemu tu, kwa watoto. Nafikiri hata kama kuna ndugu wangejitahidi kufanya mambo kwa kadiri ya uwezo wao, lakini sidhani kama wangefika hapo walipofika hawa watu wa Maximum TV. Mungu awabariki sana. Kwa kutenda hivyo mnatimiza mapenzi ya Mungu, kuwa na upendo kwa watu na kuwasaidia kwa kujitoa na kugharimikia. Mimi nitoe ushauri na mwaliko kwamba kama unataka kumcha Mungu, kanisa hilo hapo. Kama uko jirani unaishi na hapa, na kama unaishi mbali, bado kuna makanisa huko ambako neno la Mungu linahubiriwa, ili tusafishe njia zetu, tunapoondoka tuende vizuri kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Nirudie tena kutoa pole kwa ndugu na watoto na majirani ambao tumeondokewa na ndugu yetu huyu. Baba, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Bwana Mungu ambaye upo pamoja na sisi kila mahali na katika kila tukio. Wewe ni Bwana. Uhimidiwe hata kwa ajili ya tukio hili, maana wewe ni Bwana ambaye unapanga mambo yatukie kwa wakati wako. Sisi kama wanadamu tunakushukuru kwa sababu upendo wako unadumu pamoja nasi siku zote. Kupitia jina la Yesu ninaomba. Amen. Tulisema dakika 15, lakini tunashukuru mchungaji wetu ameenda na muda zaidi, kwamba ameshuka chini hapo. Nimeambiwa kuna rambirambi ambayo imetoka kwa majirani, walitaka kukabidhiwa watoto. Sijui nani anaiwakilisha. Naomba aje iwakilishe mtu. Naomba iwakilishwe na mtu mmoja kabla sijaendelea na ratiba nyingine. Katika mizunguko yetu tulikuwa tumezunguka mitaani, tumetembea kuanzia jana mpaka saa hizi. Tumeamua kununua kanga loti 2 na 9,000 iliyobaki tunawapa watoto wadogo. Anapokea kwa niaba. Nadhani mtamkabidhisha. Mtakabidhishwa kwa familia. Anayesimamia familia sasa hivi, kuna dada yule alikuwa na hilo jukumu la kusimamia kila kitu, nadhani atakabidhishwa kila kitu. Nadhani tulikubaliana saa 8:15 tutaanza rasmi jukumu la kuaga. Lakini kabla tujaanza jukumu la kuaga, nadhani hii ipo kwenye misiba yote. Sijajua inafanyika mwisho au katikati au mwanzoni. Lakini kama kuna mtu yoyote ambaye anamdai marehemu, nadhani ni muda sahihi wa kusema, na kama kulipwa alipwe kiasi anachomdai marehemu, ili tuendelee na majukumu mengine kabla tujaanza kuaga. Kama kuna mtu yoyote ambaye anamdai marehemu, ni muda wake. Lakini pia kama kuna mtu yoyote anadaiwa na marehemu, nadhani ni muda wake sahihi pia wa kusema na alipwe. Nadhani sijui nimesikika Basi nadhani hajajitokeza mtu yote kuanzia sasa hivi. Utaratibu unaofuata ni kuaga, na katika utaratibu wa kuaga nadhani tunaanza na wakina mama, si ndio? Naomba yule aliyopewa kiongozi aliyochukua jukumu la kuanza kuwapanga watu kwa ajili ya kuaga, nadhani tungetumia njia hii kutokea zaidi. Tungetumia kwa, nadhani tunazunguka kwa ajili ya kupita hapa kuaga, na watu wa mwisho kuaga ni familia ya marehemu. Na maanisha familia ya marehemu ni watoto wake, na kama kuna ndugu zake wengine wa karibu pia ndio watakuwa wa mwisho. Lakini kwa sasa ninamhitaji, kuna bro fulani nilikuwa naye hapa, asogee hapa karibu, lakini pia nahitaji mama awe eneo la karibu kwa ajili ya kuhudumia hapa.
Jamani, nahitaji mama mmoja awepo eneo hili. Fungua kidogo tu, sogeza kidogo. Naomba simame mtu mwingine hapa kwa ajili ya kuhakikisha linazuiliwa. Jamani, wakina mama tunaruhusiwa kuanza kuaga au maarufu kama Sofia. Kwa ajili ya kumwenda kumpumzisha dada yetu, mama yetu, jirani yetu, Mama Happy. Nyinyi watazamaji wa Maximum TV mlihakikisha Mama Happy anapona, mlimpambania sana kama wanafamilia. Mimi naweza kusema kwamba Mama Happy amezikwa na maelfu ya watu. Ninaposema maelfu ya watu namaanisha hata nyinyi mliokuwa nyumbani mmehusika kwa 100% kwenye msiba wake. Mmehusika kwa 90% kama sio 100. Kitendo cha kumhudumia ndani ya miaka 2 kama sio 3 mpaka sasa hivi ni kitendo kikubwa sana, na mpaka leo tunaenda kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele. Kwani njia yetu ni moja, kila mtu ataenda ambapo yeye anaelekea, kwani yeye sio wa kwanza na wala sio wa mwisho. Sisi wote ni mavumbi na tutarudi mavumbini. Niseme asante kwa wote ambao mlipambana kuhakikisha afya ya Mama Happy inarudi, lakini tulimpenda ila Mungu alimpenda zaidi. Familia ya Maximum ni familia kubwa sana, ni familia kubwa ambayo mimi najivunia binafsi. Imenifanya leo niwepo kwenye msiba Mama Happy, niungane na wanafamilia wenzangu wa Maximum kwa ajili ya kupumzisha mama yetu, kumpumzisha dada yetu Mama Happy. Sauti hapo. Wakina mama mshamaliza? Wakina mama tumalizeni. Kama amwage wakina mama amwage. Okay, sawa. Wakina baba mdeni wa kuaga. Wakina baba tunaruhusiwa kuaga sasa. Hawana familia kwanza. Jamani, ningeomba waage kwanza wanafamilia kabla tujakaribisha wanaume ili tukimaliza tuondoke. Familia ndio wa mwisho, tukimaliza tunaondoka. Familia ndio wa mwisho. Naomba kina baba tuage basi. Wanaume tuageni. Wanaume najua nyie tuko chapu chapu. Hatunaga longolongo. Sasa twendeni basi sasa. Alafu wanaume msiondoke, tubaki hapa. Wanaume waondoke sasa, wanaume wakiondoka sasa inakuwaje? Nani atabeba? Tumemaliza wanaume?
Mtazamaji wa Maximum, hao ni watoto wa marehemu ambao unaona sasa hivi ni Christina ambaye ndo anapita kwa ajili ya kuaga. Wana familia naomba mpite hivi. Mtazamaji, kama ambavyo umeona sasa, familia yake imeshaaga mwili wa mama yake, lakini pia vitu vyote vinaendelea. Kwa hiyo sisi kitu ambacho kinaendelea hapa, wanaandaa mazingira. Nadhani unaona vizuri kabisa kwamba wanafunga, lakini kiukweli hali imekuwa ni tete, hali imekuwa ni mbaya kwa familia, si ndio? Wameshafunga, fungeni. Mtazamaji, muda sasa ambao umefuatia ni kuweza kubeba mwili na mambo yote kuendelea kama kawaida. Mtazamaji wa Maximum TV, kama unavyoona jamani, mtazamaji wa Maximum TV, kama unavyoona sasa hivi ndo tuna Ni kwani sikuweke kwenye begi? Nini imeisha chaji? Nini imeisha chaji? Naruhusiwa kuanza kipindi. Mtazamaji wa Maximum TV, kama unavyoona ni ngumu sana kuvumilia, lakini ndio hivyo, tunaupeleka mwili wa mama yetu, dada yetu, ndugu yetu, najua tulimpenda. Sawa. Mdogo wanaume, wewe mwenye msalaba usiwe mbali sana. Unanisikia? Na panchi. Mtazamaji wa Maximum TV, sasa ndo tunachukua mwili wa mama Happy, umeshatoka nyumbani kwake kwa ajili ya misa, kwa ajili ya sala fupi na kwa ajili ya kuagwa na wanafamilia, lakini pia na watoto wake. Sasa tunaweka kwenye gari kwa ajili ya kupeleka makaburini, tunasema ni nyumba yake ya milele, na watu wengine sasa hivi ndo wanatangulia kabisa makaburini kwa ajili ya kuendelea na ratiba nyingine. Zairi. Huyu tuondoke naye sisi. Tuondoke naye sisi. Tutaondoka naye. Njoo. Mtazamaji wa Maximum TV, niko na mtoto wa Happy. Sasa hivi
Nifungulie gari. Huyu mwache ende huko, gari hapa. Kaa huko. Mwache ingie huko. Ile? Sijamalizana nao. Ulinipa wewe lakini. Happy iko huko. Iko gari hapa. Happy. Happy sababu kwa toka na nini? Yule na mshono kwa sababu gani na yeye mtoto kamwacha pale. Hao mimi nitakaa nao. Ingia wengine. Anyie ingieni tu. Kama ratiba yetu inavyosema, baada ya kufika makaburini, kinachofuata ni mazishi, na ningeomba jukumu hili tena nilirudishe kwa mchungaji ambao atakuwa anasimamia mazishi ya dada yetu, ya ndugu yetu Sofia Noah Ngunwa. Naomba nimkabidhi maiki kwa ajili ya kuendelea na ratiba nyingine. Asante. Ninaomba vijana kama watatu wateremke chini. Haya, vijana wafika watatu wao wa karibu. Wanne. Baada ya mwili kuteremka chini, tutamuomba Mungu, alafu tutaendelea na taratibu nyingine. Haya, shusheni chini. Wewe. Haya, mpokeeni kwa mbana wewe, unachimbana. Rudi nyuma, wewe rudi kwenye kona. Haya. Usiachie rudi kwenye kona. Rudisha juu kabisa. Toeni huyo. Toeni huyu mnene sana. Ndio. Wabaki wawili. Wabaki wawili. Toka. Wewe toka. Mmoja toka. Mama, mama, mama. Mama, mama. Sobe. Mama, mama. Amlie nje. Shika kamba, shika kamba.
Baba shusha chini. Basi jamani, tusikilizane. Ninaomba tumshukuru Mungu kwa sababu tumefika salama mahali hapa. Mungu wetu, ninakushukuru kwa kuwa tumefika salama sehemu hii ya mazishi. Ninaomba Bwana uwepo wako utufunike kwa ajili ya ulinzi na amani, na tuweze kumaliza shughuli hii kwa amani na utulivu. Wewe ni Mungu, ubarikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Sasa baada ya tukio hili nitasema maneno machache, halafu nitapewa udongo na wale ndugu wa karibu wakaribie, ambao wataweka udongo kwanza kwa ajili ya kuendeleza tukio la kuzika, halafu wengine wataendelea. Ninaomba niseme hivi kwamba mambo yote yanayofanyika hapa kuanzia nyumbani mpaka ambayo tunayasema hapa, nasikika sasa, unampa hapa na waache tu, yanatuhusu sisi watu tunayoishi. Endelea tu mchungaji. Ninaomba tusikilizane jamani, ninaomba tusikilizane. Kwa hiyo tunafanya mazishi ya ndugu yetu huyu kama ilivyo desturi kwa mwanadamu mwingine yoyote. Wafalme waliishi, wakafa, wakazikwa. Watu mbalimbali wa hali zote, masikini, matajiri, wanakufa na wanazikwa. Na hii kwa maneno mengine inaitwa sherehe ya tatu. Mtu anazaliwa, watu wanafurahia. Mtu anaoa au anaolewa, watu wanafurahikia. Na sasa leo tumekuwa na sherehe ya kumwaga ndugu yetu ambaye ametuacha. Sasa maneno haya nayasema ni maneno ambayo yanamhusu kila mtu. Ninaomba koleo lenye udongo. Ule msalaba uko wapi? Sofia Mundwe, ulitoka katika udongo, na katika udongo utarudi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Naomba waendelee wengine. Ndugu, watoto, tuimbe jamani, tuimbe. Watu wenye sawa. Na mama yake wanalia.
basi zoezi sasa liendelee, lakini twende taratibu, tuweke pembeni kwa pembeni kwanza. Pembeni, pembeni jamani. Mtazamaji wa Maximum TV, kama unavyoona sasa ndo tunamfukia rasmi Mama Happy. Hatutakuwa naye tena, lakini ataendelea kuishi kwenye mioyo yetu. Ili ni pigo, kiukweli ni pigo kubwa sana, pigo kubwa sana, ni pigo kwa wana Maximum, ni pigo kwa watoto wake, ni pigo kwa watu wake wa karibu, kwa sababu hatutamwona tena. Natumaini tutaonana naye tena baadaye. Wote njia yetu ni moja. Taratibu, pembeni pembeni. Huko mwanzo huko iwe chepe. Jembe lije hapo mbele. Chepe lije huko, jembe lipo hapo mbele. Mtazamaji wa Maximum TV, kinachofuata baada ya hapa nadhani ni shukrani, ambazo shukrani hizi zitaambatana pia na salamu za pole kutoka kwa ndugu, jamaa na majirani pia. Utaenda tu huo, wewe usio na wasiwasi, wewe unaenda huo. Sana jamani, sauti yangu inafika huko? Ratiba yangu inanionyesha kwamba kinachofuata sasa ni kupanda msalaba. Baada ya kumaliza kupanda msalaba, itakuwa muda wa kuweka mataji. Baada ya hapo kutakuwa na matangazo na shukrani. Tukimaliza hapo nadhani itakuwa ni muda sahihi kabisa wa kwanza kwenda kupumzika. Lakini kila kinachoendelea nitaenda kutangaza baada ya kumaliza kupanda msalaba na kufuata taratibu nzima ya mchungaji hapa. Karibu mchungaji. Matajo pia watoto. Umelala kidogo huku. Tutakuja kuweka vizuri, tutaanza kwa muda. Baada ya kuweka msalaba mchungaji, mashada. Sasa ni muda wa kuweka mashada, lakini mashada haya yatawekwa na watoto wake. Naomba wakabidhiwe watoto mashada. Naomba tupishe njia kidogo kwa ajili ya kuwapisha watoto wa marehemu. Tunaweka hapa. Unaweka hapa juu, unaweza kuweka kwenye, anaweza kavalisha, anaweza kika, unaweza ukavalisha, unaweza ukaweka hata hapa.
maua, ae maua, umuoni tena maua, ae maua, maua, ae. Nadhani alobaki majirani mnaweza mkaweka mtani mmoja lete. Mtani wako huo ukwe. Mpambe mtani maua, ae maua, umuoni tena maua, ae maua. Mpambe mtani maua, ae maua, umuoni tena maua. Naomba taji lilofuata, naomba nimkabidhi, mimi naweza ngasema ni bosi wangu, CEO wa Maximum TV kwa ajili ya kuja kuweka taji lilofuata. CEO Manager Judgment Excellent TV. You are welcome. You are to weke ua. I love you so much. Good and speaking. God bless you. Matangazo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kristo. Nadhani sasa tunaelewana Nadhani tumeshamaliza kuweka mashada, yanamaanisha mataji. Kinachofuata ni matangazo. Kwa bahati mbaya sina orodha nzuri ya matangazo, lakini kwanza nitoe shukrani za dhati kabisa kwa majirani, yani inamaanisha ndugu, jamaa na marafiki wote ambao tulikuwa nao mwanzo mpaka mwisho, lakini pia ambao wameweza kuwafariji watoto wa marehemu mpaka leo tunapompumzisha dada yetu, mdogo wetu, mama yetu Sofia Noah Ngunwa leo katika makazi yake ya kudumu. Hapa ndo makazi yake ya kudumu na tunajua wote njia yetu ni moja. Mimi niseme kwanza shukrani za dhati, pia tuwashukuru wana Maximum. Ninapoizungumzia Maximum naomba kidogo tusikilizane. Maximum ni TV ya online ambayo imejikita zaidi katika kutoa huduma kwa jamii, lakini pia Maximum Wayundu na sisi watu wanne tu ni familia ya watu wengi ambao wengine wamepata bahati ya kuja hapa leo na wengine hawapo, na ndio maana kila tunachokifanya tunakiweka kwenye record kwa sababu tupo wengi, yani kuna watu wengi ambao wako nyuma yetu. Lakini pia Mama Happy, naomba nitaje jina la Mama Happy jamani kwa sababu ndio jina maarufu. Mama Happy ni mwanafamilia wetu wa Maximum. Kama tunavyojua the way familia inavyoishi au watu wanavyoishi katika sehemu za mjumuiko wa watu wengi, kwamba ni lazima tusaidiane, lazima tuzikane, lazima kinachoendelea tubebane, kwenye kucheka tutacheka wote, kwenye kulia tutalia wote. Lakini pia Maximum kwa sababu tumesema ni TV ya mtandaoni na dili na vitu vingi, lakini zaidi ni kwenye jamii. Tuna kipindi ambacho kinaitwa Sad Moment, ambacho kipindi hicho ndio kilitukutanisha na Mama Happy miaka 2 iliyopita, mwaka 2020. Tukihesabu miaka tutasema ni miaka 3, lakini ni miaka 2. Kwa kipindi chote tulikuwa na Mama Happy kuanzia kuumwa kwake mpaka leo umauti wake. Nitoe shukrani za dhati zaidi kwa watazamaji wote na wafuatiliaji wote wa Maximum ambao wameweza kuhakikisha safari ya Mama Happy kwa hapa duniani tumeimaliza. Lakini pia bado tuna jukumu kubwa kama wanafamilia, kwa sababu Mama Happy ni mwanafamilia mwenzetu, basi sisi tutaungana na watoto wake kuhakikisha tunalisongesha ile gurudumu, kwa sababu uzuri kuna watoto wake wadogo, wengine ni vijana, ni wakubwa tayari. Kwa hiyo tutashare kile ambacho tunahisi tunaweza kuwamezesha kwa ajili yao kufikisha malengo yao. Nadhani kila ambacho kinaendelea kwa ambao wanafuatilia Maximum watakuwa wanaona na watakuwa wanaelewa nini kinaendelea. Lakini pia mimi niseme tu shukrani zangu za dhati kabisa ziende kwa bosi wangu anaitwa Zahir, ambao yeye ndo alikuwa na hilo wazo la kubuni Maximum mpaka leo imefikia hapa, imeajiri watu wengi. Kwa bahati mbaya mimi nilikuwa nje ya Maximum si chini ya mwaka mzima, sikuwepo, nilikuwa kwenye mambo yangu mengine, lakini kwa sababu mimi ni mwanafamilia na nilipopata taarifa za msiba wa Mama Happy, basi karudi tena kwenye familia yangu kuhakikisha tunalisongesha ile gurudumu na tunamhifadhi mama yetu. Sijui tuko pamoja? Amen. Naomba narudia tena na tena. Mama Happy ana ndugu, na ndugu tunaoongelea hapa ni sisi ambao mnatuona. Ndugu sio lazima uzaliwe naye, kila tuliokuepo hapa tukajumuika naye sisi ni ndugu. Lakini pia naona watani wanaongelea ni watani, tuwaache. Hakuna mtu ambaye ameshindwa kumuguza Mama Happy. Wanasema harusi inaweza ikawa ngumu, lakini msiba huwezi kuwa mgumu. Hakuna binadamu ambaye anatupwa. Sijui tunaelewana? Kama nilivyosema, sisi kama wanafamilia tuna siku 3, tutafuata maelekezo ya kidini yanaendaje, lakini tuna jukumu pia la kulijengea ile kaburi, tumjengee nyumba yake ya milele, kwa sababu lengo liko tumjengee nyumba yake ya duniani na tumeijenga. Kilichobaki ni nyumba yake ya milele ambayo ndio hii tuko hapa sasa hivi kwa ajili ya tulipomlaza.
Baada ya hapo tuna kusimama na majukumu mengine. Lakini pia naomba nijibu kwa sababu mimi nafuatilia online, niko muda mwingi online nafuatilia kinachoendelea. Watu wengi wamemuulizia Happy, jamani Happy ni mgonjwa, hayuko sawa. Kwa hiyo tusingeweza kujumuika naye hapa, lakini pia ana mtoto mdogo, kwa tusingeweza kujumuika naye. Kama nilivyosema, mama Happy ana watoto 5 na wajukuu au waliobaki pia ni watoto wetu. Mimi niseme asanteni, lakini pia kutoka kwa familia, kwa sababu na mimi ni mwanafamilia, hatutakuwa na matanga. Tukimaliza hapa tutatawanyika kwenda kutafuta riziki na mambo mengine yataendelea. Kama kuna chochote, kuna lolote, mimi naamini mmeishi vizuri na mama Happy au Sofia, mmeishi naye vizuri. Watoto wake wapo, mtaendelea kuwasiliana nao, mtaendelea kuwapa misaada midogo midogo kama mnahisi mnaweza kuwasaidia. Basi kama ushauri, kifedha, kichochote. Lakini mjue kabisa kwamba hawa watoto ni wa kwetu. Hii familia ni ya kwetu. Kwa hiyo tusifurahi kwa sababu mtu alikuwa mzima, sasa hivi ameondoka, tuanze sasa kutenga na familia yenyewe. Lakini kila kinachomhusu mama Happy kitaenda kwa watoto wake. Hakitoenda kwa baba, hakitoenda kwa mama, hakitoenda kwa mjomba wala shangazi. Kitaenda kwa watoto. Nashindwa kusema nina kiasi gani cha pesa kwa ajili yao. Siwezi kusema kwa sababu sina takwimu halisi, lakini kwa sababu tukitoka hapa tuna kikao tena cha familia, kama wana familia tutakaa nao watoto chini, tutawaeleza kila kitu ambacho kinaendelea na tutawakabidhi vitu vyao. Ukihitaji kuona utaingia online TV, utaona Maximum TV, utaona kila ambacho kinaendelea na utajua wamekabidhiwa nini, wanafanya nini, wako wapi. Hivyo kwa hiyo kila kitu mimi niseme kuanzia sasa hivi tumemaliza rasmi. Mchungaji, tunaruhusiwa ufunge. Labda kama kama balozi yupo ana tangazo au mwenyekiti wa mtaa kama yupo na tangazo, serikali ya mtaa au balozi au mwakilishi. Jeuri? Hakuna. Hawana jeuri bana wewe. Kwanza niwape pole watoto wa marehemu. Niwape pole ndugu wa marehemu. Niwape pole wana ndugu wote na jamii yote inayotuzunguka. Vile vile niwape hongera Maximum TV kwa kile walichokifanya kwa marehemu. Asanteni sana. Mwenyekiti, nyumba ya milele ya mama Happy Sofia kama jina lake linavyojieleza hapo, tumempumzisha rasmi, lakini hatukumpumzisha pekee tu, hata nyambo mko tofauti tofauti, mko majumbani pia mmechangia kwenye kumpumzisha mama yetu, mmechangia kumpumzisha ndugu yetu. Mimi niseme asanteni sana, tuendelee na moyo huo kumsaidia kila mtu mwenye uhitaji wa kusaidiwa. Hii ni Maximum TV, usisahau kusubscribe. Mtazamaji, ni familia ya mama Happy, nadhani wanamwaga kimila sasa. Naposema familia nyingine ni familia ya kikabila, na namaanisha Wagogo. Yes, wakiwa wanatoa heshima zao za mwisho lakini kwa kimila. Kama unavyoona mtazamaji wa Maximum TV. So rest in peace. Mwashike jamani, wanaolia. Hakikisheni mnawazuia. Mtazamaji wa Maximum, hao ni watoto wa marehemu ambao unaona sasa hivi ni Christina ambaye ndo anapita kwa ajili ya kuaga. Wana familia naomba mpite hivi.
Kiukweli ni majonzi sana, yani inaumiza, inauma, na najua watu wengi wanaumia kuona amempoteza mpendwa wao, lakini sisi kama familia najua tumeumia sana, hasa familia ya Maximum. Napoongelea familia ya Maximum namaanisha hata wewe ambaye sasa hivi unaangalia kupitia Maximum TV, ni mwanafamilia wetu, kwa sababu wewe ndio unahakikisha kila kitu tunakiweka sawa, na hasa katika msiba huu wa Mama Happy. Tumepambana kuanzia ugonjwa mpaka leo, si kwamba tutaenda kumpumzisha. Kwa tuendelee kuwa pamoja, kwa sababu kila ambacho kinaendelea unakiona live kabisa bila ya chenga kupitia Maximum TV. Gari ambayo iko nyuma yangu hapa ni gari ambayo imebeba mwili wa dada yetu, mama yetu, mpendwa wetu Sofia. Tukiwa sasa tunaelekea nyumbani, tubakiza kipande kidogo tu kwa ajili ya kufika nyumbani, sio mbali kutoka hapa ambapo mnaona. Labda nimuulize eti bro, panaitwaje hapa? Hapa panaitwa Maramba Mawili shule. Kwa mtu yoyote ambaye anakuja kwenye msiba, ni Maramba Mawili shule, ambayo inaitwa shule gani? Inaitwa shule ya msingi Maramba Mawili. Ukija shule ya msingi Maramba Mawili, nadhani mbele kuna msikiti. Yes, kuna msikiti mbele. Alafu upande wa kushoto kuna njia kama unashuka hivi. Ukiulizia tu msibani kwa Mama Happy itakuwa ni rahisi sana, lakini pia kama utakuwa una namba za Team Maximum, inaweza ikawa pia ni rahisi zaidi kwa ajili ya kutupigia simu, japo tutakuwa busy sana, lakini tunaamini kwenye msiba hapapotezi. Kwa hiyo kama sasa hivi unatupata live, naomba tu nikuelekeze kwamba ni Maramba Mawili shule. Ukivuka shule unakutana na hii sehemu kama wanafyatua matofari, yadi ya Wachina. Yes, yadi ya Wachina, ambao nasema mbele kuna msikiti sasa. Yes, msikiti uko upande wa kushoto, sisi tunaingia upande wa kulia. Hakikisha unaendelea kuwa na sisi, tutakujuza kila ambacho kinaendelea. Tuko live kabisa. Nilisema kuna msikiti msikiti wa Istiqama Foundation. Ukifika hapa Istiqama Foundation ni rahisi kabisa. Unaweza kuulizia bodaboda hapa kwenye msiba wakakuleta. Ukifika kwenye msikiti wa Istiqama, ukiwa unatoka Maramba Mawili stand, unaulizia tu Maramba Mawili shule ya msingi, alafu mbele kuna msikiti wa Istiqama. Hapo unaulizia, na jamani unaulizia kwenye msiba, watakupa maelekezo mazuri kabisa na wewe utafika. Kiongozi, tusubiri kidogo wa nyuma. Twende bosi wangu.